نعم سواق فمن أغاف أرقني نعم سواق. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Twali Online TV. Hawali ya yote, uhali gani za masiku za pilika za maisha? Kama ilivyo ada, ni mimi mtangazaji wako wa media hii ya Twali Online TV ndani ya kipindi chetu hiki cha Ahlul Dufufi. Langu jina muungwana wake watu, na hivi leo bwana wana Twali Online TV tumepata fursa ya kutembelea ndani ya mji mmoja, mji wa Kiwalani, ndani ya madrasa yetu pendwa kabisa katika burudani hizi za dufu, ni madrasati Musawwara ama Wakombozi wa Ng'ambo. Wakombozi wa Ng'ambo wana jambo gani mpaka sisi kufika hapa wana Twali Online TV katika kipindi hiki cha Ahlul Dufufi? Basi kaa kwa kutulia, kaa kwa utulivu uweze kubaini kile ambacho kinaendelea ndani ya Wakombozi wa Ng'ambo ama Musawwara madrasa. Lakini pia ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Twali Online TV, nikusihi kama bado hujapata fursa ya kusubscribe channel yetu, basi nenda pale YouTube, gusa alama ya kengele ambayo imeambatana kabisa na maandishi mekundu yenye neno subscribe. Ukigusa hapo utakuwa umejiunga sambamba kabisa na media hii ya Twali Online TV, na utakuwa unapata linki ama ile notification ya kipindi chetu chochote ambacho kitakuja kwako kupitia media hii. Kama nilivyokuambia, langu jina muungwana wake watu, na leo tupo hapa na mwalimu wetu gwiji kabisa wa madrasa hii ya Musawwara madrasa ama Wakombozi wa Ng'ambo, na wengi wanawafahamu watu hawa. Basi bila kupoteza muda, ningeomba kwanza tupate utambulisho kutoka kwa mwalimu wetu. Mwalimu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunapozungumza muda huu tupo live ndani ya media yetu ya Twali Online TV katika kipindi pendwa kabisa cha Ahlul Dufufi. Basi wapenzi watazamaji wangetamani na kusikia kile ambacho kutoka kwako, kwa maana ya utangulizi, kwa ule utambulisho wa kufahamu wewe ni nani. Naam, kwa jina mimi naitwa Ustadh Hamza Kasim Suleim wa madrasa hii Musawwara. Mimi ni mkufunzi wa masala yote ya twari, maulidi, asla, mimi vitu vyote, ndio kiongozi mkuu wa madrasa hii Musawwara. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Twali Online TV, siku hii ya leo sisi wana Twali Online TV ndani ya kipindi hiki cha Ahlul Dufufi tumekuja kwa mwalimu Hamza kwa maswali yetu 10 tu. Hatutazidisha swali wala hatutapunguza swali. Basi kaa kwa kutulia, tuanze moja kwa moja sasa kuingia katika kipindi hiki, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila nikiacha kuwataja wadhamini wa kipindi hiki cha Ahlul Dufufi ndani ya Twali Online TV. Bwana, sisi wadhamini wetu ni Kanzu Bazaar. Kanzu Bazaar ni wale wahusika kabisa wauzaji wa kanzu, kofia na masuala yote yanayohusika na mavazi ya Kiislamu kwa upande wa wanaume, lakini pia hawajaacha yale masuala ya upambaji wa maharusi kwa watu ambao wanahitajia kuoa, pia ni vile kwa wanaume. Basi kuna namba ambazo zitapita hapo chini, utachukua kufanya mawasiliano. Lakini pia sisi wenyewe bado tunapokea wadhamini. Kama kuna mtu anataka kudhamini kipindi hiki, basi falatafadhal mashkura, tunamkaribisha sana tena sana. Hivyo sasa moja kwa moja mwalimu Hamza, tuingie katika kipindi hiki na hawali ya yote, kwanza inaanza na swali moja. Mwalimu Hamza ni nani? Mwalimu Hamza ni mwalimu wa madrasa na ni mtu ambaye anajishughulisha na mambo yake binafsi ya kidunia ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Mwalimu Hamza, ukiwa kama mwalimu katika tasnia hii ya dufu, ni vigezo gani mwalimu unatakiwa kuvizingatia kwa lengo la kujitengenezea heshima yako kama mwalimu? Vigezo vikubwa, yani mwalimu wa madrasa, takwa, ucha Mungu. Yani hicho ndio kigezo kikubwa, muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kuwa na hofu na yale ambayo aliyoyakataza na kuyafuata yale aliyoamrisha. Naam. Swali la kwanza nimemaliza mwalimu, naingia kwenye swali la pili. Tumeona maoni mengi huko mtandaoni kuhusiana na utungaji wa kaswida katika tasnia yetu hii ya dufu. Wengi sana wameanza kuzungumza kwa maana wakizungumza kuhusu utungaji wa kaswida kwa wale watunzi. Wanasema watunzi wameacha njia ya utunzaji wa kaswida kwa maana hadithi na visa vya mitume, lakini wameenda moja kwa moja kwenye njia ya taarabu.
Je, ni kwa namna gani ama ni kwa nini watunzi hawa wameacha visa na vya mitume na hadithi na kwenda kwenye njia ya utunzi wa kasida kwa njia ya taarabu? Kwanza kikubwa kabisa, watunzi wengi, sisemi nani na nikiwemo na mimi mwenyewe ni mtunzi, lakini watu wengi sana hufikia huko kwa sababu ya njaa kuiendekeza na kutokuwa na hofu. Kama nilipokuambia hapo awali, njaa inawafanya watu waache yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka na mtume wake, na kufikia kwenda katika sehemu ambazo hazistahiki. Tunawaona leo wanafunzi wa madrasa wengine ni walimu wakubwa kabisa, lakini wanajitumbukiza huko na wakidai zile ni kaswida na wakidai vitu vingi, lakini kiukweli kaswida hazipo hivyo. Hiyo ni njaa ambayo inapelekea, ambayo inampeleka mtu kwenda kufanya maasi, na njaa hiyo ya kuiendekeza. Na je, wanajiendekeza nini? Kuacha kufanya kazi ama wanajiendekeza nini? Kutokana na kusoma hawataki. Kwanza, kila jambo linatakiwa ilmu, uwe na ujuzi nalo. Na alama kubwa ya walimu wa madrasa, sisi wengi kusoma tumekimbia na hatutaki. Kwa hiyo hadi wanafunzi wetu wanakuja kuongozwa na walimu wale ambao hawana taaluma ya ualimu. Mtu kaona tu kwamba mara hii ukiweka chuo ukafanya labda zile bashirafu basi utapata pesa nyingi sana, basi inafikia mtu kuja kufanya masala hayo na akatumbukia tu, na wale wavuta bangi wengi akawachukua kwa urahisi, kwa sababu walikuwa wakipiga ngoma za jadi kwao, basi akaja kuwashikisha madufu wakayatambua, akawachanganya watu wakawa wanaendelea na maisha yao. Nini ujumbe wako kwa walimu ambao wanatunga hizi kaswida ambazo zina njia ya taarabu, wanaacha visa na hadithi za mitume? Mtume ameshasema, mtu mwenye kujifananisha na watu wa aina fulani, basi na yeye anakuwa pamoja nao wale au miongoni mwao. Wewe ukiwa unasoma kaswida, ni kaswida hiyo, sawa 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 sawa. Na ukiwa unajichanganyisha kaswida zako na taarabu, hiyo si kaswida, ni taarabu kwa mujibu wa mtume, sio mimi. Mtu asije kuninukuu vibaya, Mwalimu Hamza kaniambia hiyo mujibu mwenye kujifananisha na watu aina fulani na yeye anakuwa nani miongoni mwao, huyo ni Mtume Muhammad sallallahu. Kwa hiyo mimi sitaki kusema mimi wala tukusema mtu mwingine, tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu Hamza bwana, katika ufuatiliaji wetu si Wanatwali Online TV, na ikiwa mimi miongoni mwao watu hao muungwana, niliamua kulifuatilia hili nikabaini na kufahamu Mwalimu Hamza wewe ni mwalimu wa makamati zote katika njia ya uimbaji. Ila sasa leo mimi hapa muungwana na watu wangu na pia na watu wa media hii tulitaka kubaini na kufahamu Mwalimu Hamza ni mpenzi wa makamu ipi na kwa nini. Mimi huwa nakwenda sehemu zote na ninakwenda kutokana na ule wakati uliopo. Nikiona wakati huu wa asubuhi, basi natakiwa nipate kifungua kinywa. Sahihi. Ukifika wakati wa mchana, natakiwa nipate lunch time. Ukifika wakati wa jioni, mambo ni kama hivyo. Kwa hiyo siwezi kusema napendelea sauti fulani. Nimetoka kwenye kuldi na bayati na radhi na sika na ajemi na nahawandi na hijazi, mimi zote nimepita na kasida hizo zipo hapa. Unaendana nazo kulingana na ule wakati uliokuwepo. Sawa. Mwalimu Hamza, watu wapenzi, wapigaji, wafanyaji wa hili dufu kubwa, wengi wao wale waimbaji tumeona akitumia sauti aina hizi mbili, bayati na kurdi. Sio kwamba zingine watumii, ila hizi ndo wanazipenda sana. Je, Mwalimu Hamza, unavyoona ni kwa nini watu hawa wanazipenda njia hizi, sauti hizi, na kuna siri gani ndani yake? Kwanza wanafuata wepesi. Wao wanafuata wepesi. Wanaona kutokana na mfumo wao wa madarisi zao, ule wepesi labda ndio wepesi wao ile kufanya vile, lakini sio kama hawajui. Wengine wanakuwa wanajua, wengine kweli hawajui, lakini tu ni ufanisi kutokana na ule unani wao lipo. Kwa hiyo huo kutokana na mfumo wao, lakini miongoni mwao hao ni wakubwa wa zamani, wamesoma kaswida muda mrefu,
Njia nyingine hizi hawazijui. Kwa sababu gani? Wao wamekuwa wameiona tu baiati. Baiati tunasema sisi nini, wanafunzi wa sauti, ni sauti ya kwanza ya kuanzia. Kwa hiyo kwa sababu kazaliwa kaikuta ile sauti, basi yeye ndio kaganda nayo ile, na hiyo inamshinda. Hiyo baiati inaweza ikasomwa, baiati hiyo ukashangaa, hii baiati mbona ina radhi humo na hawandi humo, lakini mwenzako anakuambia nini? Baiati. Na hiyo si baiati. Na kuna sauti nyingi ambayo kubwa nyingine inawashinda sana. Nani inaitwa nini? Baada ya nini kuna hii swaba, watu wengi hata wajanja wenyewe wanakimbia. Lakini ninakuahidi Allah akipenda siku za mbele nitatunga kaswida ya swaba. Mimi kawaida yangu nilichosomeshwa na mwalimu wangu ndicho ninachokifanyia kazi. Na ndio maana nashauri tukae darasani, tusikilize walimu zetu, tusome, basi tutajikuta tuna mwanga mzuri. Lakini sasa hivi tasnia ya twari imeingiliwa na wahuni. Sasa Mwalimu Hamza, naam, ili mwimbaji awe mwimbaji mzuri kwako wewe, huwa unazingatia nini haswa mpaka ubaini huyu mwimbaji ni mwimbaji mzuri? Kwanza nikwambie kitu. Kuimba kaswida au kusoma kaswida ni kitu kikubwa sana na ni kizito sana. Sahihi. Mimi ni washauri tu, cha kwanza kabisa lazima uhakikishe umesoma. Huwezi kutunga kaswida kama hujasoma. Kaswida zetu za madarisi lazima uwe na taalamu ya Qur'an na hadithi, walau kidogo ya msingi ya kuibaiba, walau kidogo. Watu wanaweza kumwambia Mungu kasema hivi, hapo usifanye hivi. Wapi umepata? Anepata hapa. Na asilimia kubwa ya kaswida zangu ukiziangalia ipo katika suratul Insan. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ujana asilimia yote utaikuta ipo kwenye hii. Na kaswida zangu nyingi tu ukiziangalia lazima utazipekua kwenye Qur'an na hadithi. Sasa hizi ndio kaswida. Sawa. Lakini utakuta mtu anatunga kaswida, mtaniona mbaya mwaka huu, nishika sikio, nitakukomesha, ngoja nina kisu changu kwenda kutoka twa. Jamani, ukimuuliza umeitoa wapi? Hakuna. Kwa sababu tu akina mama mwambia mtungie hichi, anawachamba. Basi anataka kuwachamba, yeye anaingiza kwenye kaswida. Kwa hiyo tusichanganye haki na batili. Haki ipo wazi na batili ipo wazi. Tufanye kitu kwa msingi wa Qur'ani na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Na Mwalimu Hamza, ndio wewe ni mwalimu na pia ni mwimbaji, lakini pia ni mtunzi. Sasa je, ni mtunzi upi kwa kaswida katika tasnia hii ya dufu kubwa, sio dufu tu, dufu kubwa ambayo ukikutana naye leo hii naweza ukasema bwana, leo hapa mimi Hamza Lambo nimekutana na mwamba mwenzangu? Ni mtunzi upi wa kaswida ambaye leo hii ukikutana naye unaweza ukasema bwana, mimi leo nimekutana na kuji mwenzangu haswa watachimbika? Ni upi? Mimi kwanza nikwambie kitu kimoja. Naam mwalimu. Tuseme Allahumma ighfir lahu warhamhu wa maskanahu fil janna. Naam. Kuna bwana mmoja wa kwanza, sio kama yeye labda na nini, hapana, lakini mimi nilikuwa namkubali sana, namba yangu moja, marhum Juma Mbwambwala. Watu wengi wanakuwa hawamjui huyu bwana, lakini wengi watakuwa wanamjua. Alikuwa Al-Karim, akawa Swifa, alianza na Sabila huko huyu bwana, lakini hivi sasa marhum, nilikuwa nakaa naye Kitunda. Huyu bwana alikuwa akisoma kaswida, kwanza lazima akutolee mashairi kutoka kwenye hadithi na Qur'ani. Na wasomaji kaswida Mwalimu Juma Kongwa, siku zote mimi nasema yule mzee wa watu kajitahidi.
Hata akiacha dufu ameacha kwenye mikono salama. Ameumaliza mwendo. Kwa sababu gani? Ule umri wake sasa hivi ndio unamfanya akae chini, lakini bado hajapata mtu wa kubaki kuwa kama yeye pale madrasa Swifa. Hajapata mlisi wake. Kuna wasomaji wengi sana. Mwingine kigogo al-Bahari nampenda sana akisoma kaswaida, Maalim Muhammad. Huyu Maalim Muhammad watu wengi watakuwa wamemdharau hawakumjua alipokuwa na takrima. Huyu Muhammad alikuwa ni balaa yule bwana. Sasa hivi yupo Najmul Huda ile nafikiri ndio madrasa yake. Kwa hiyo wasomaji wengine wadogo ni wazuri sana. Mimi mwenyewe nikijisikia, nikiwaona, nikiwasikia huwa nasikia raha, na wanapita kwenye njia, wapo vizuri sana, wengi mno wanasoma. Sio kwamba mimi labda ni bingwa, hapana. Sawa. Mimi mwenyewe na wakubali wao, ila wao hawajui kama mimi ila mimi nilivyo. Na kwenda na mtu vile kiwango chake kilivyo. Kwa sasa hivi Tanzania kama Mwakinyo kwenye upande wa boxing. Na kwenda kutokana na yule mpinzani wangu amekuja vipi? Sio kama Mandonga. Hapana. Mimi sipo huko. Mimi nakuja kutokana na mtu vile amekujaje. Na kweli kuna wasomaji wengi. Takrima wana wasomaji, kuna wale watoto wa nani Kigamboni, Abdurrahmani yule, kuna Abdurrahman tena wa takrima. Kuna wanafunzi kibao wanasoma kaswida vizuri tu, madrasa kibao zimechipukia. Kwa hiyo siwezi kusema mimi labda ni mkubwa sana, hapana. Mimi sina elimu hiyo kubwa ya kuwashinda hao vijana. Ukiachana na huyu Mwalimu Juma, nafikiri uliyemtaja almarhum, wao watunzi ambao wamebaki sasa hivi bado wapo hai. Ndio. Hujanipa bado yupi ambaye ukikutana naye uwanjani unasema huyu mwamba leo tunafuana, kesho litatoka? Kwa sasa hivi waliokuwepo sasa hivi bado atabaki Mwalimu Juma Kongwa. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Huyu bwana hajatoka katika misingi ya twari, na dufu lake wakati mwingine ukikaa ovyo kwa akili zako za kitoto utasema dufu lake la kizee. Lakini niwaambie tu ule upigaji ni njia ya shadhili, unaitwa njia ya shadhili. Sawa? Ndio. Ni njia ya shadhili. Hata sisi Musawara tunautumia, walikuwa wakiutumia Al-Karim. Yani hivi vitu watu wavielewe, kuna njia, ule njia yao Swifa inaitwa shadhili, sisi tunatumia shadhili. Kuna madrasa nyingi zinatumia shadhili kwa sababu ndio mfumo ambao tulioachiwa na wazee wetu. Maana yake shadhili ni mchanganyiko wa mziki baridi sawa na moto. Ukiuchanganya unapata mziki moto wa kushusha dufu zao. Sijui unanifahamu? Sisi hatupigi singeli, hatupigi charanga, sijui kitu gani, hapana. Sisi tupo kwenye mfumo wa shadhili. Sisemi wengine hawajui kupiga, la hasha, msinielewe hivyo. Wanajua sana tu, lakini mimi tu upendo wangu na njia zangu, upendo wangu mimi nimebezi sana toka nimezaliwa. Shadhili imenifurahisha sana. Mwalimu Hamza, ndio tukija kwenye Musawara madrasa. Sasa hivi mambo ya mitandao haya na network hizi zimekuwa na zimeongezeka sana. Sasa kutokana na sababu hii ya kuongezeka kwa mitandao, unaona bwana, ndio sisi hapa Wanatwari Online TV na baadhi ya watu wengine ambao mashabiki wa hizi dufu ndio wamefuatilia na kujichanganya katika mitandao hiyo. Wamekuja kubaini na kuona kuna baadhi ya maneno kutoka kwa vijana mbalimbali wa madrasa tofauti wakiwa wanazungumza maneno haya kuyalenga ama kuyatupa kwa Musawara madrasa. Naona bwana, na miongoni mwa watu hao ama madrasa hizo tumegundua kuna madrasa ambazo mlika nazo Jamvi, naona bwana, lakini kuna watu humo pia wanadai kwamba Musawara tangu ipo changa walitia wao ushirika wao, yani kwa maana mlishirikiana pamoja mpaka mkalikuza darasa na sasa hivi na nyinyi mnajita wakubwa katika wakubwa. Sasa je, kauli hizi ambazo sisi tunaziona mitandaoni zina maana gani kwetu sisi ambao tunakuja kwenu Musawara kuwatazama kama na burudani kwetu sisi na hatujui mlipotokea? Watu wa lugha wanasema sawaul kalamu lilughawiyu amma tahsulu
tahsulu bihi faida. Ni kama maneno tu ya watu wa lugha, hayana msingi wowote, kwa sababu musawwara toka mwaka 1983. 1983. Miaka mingapi hapo imepita? 83 mpaka 2000 na ngapi? 23 Wallahi mingi mno. Wallah. Sasa huyo mtu anayezungumza hivyo ana miaka 18, 19, 25. Sasa ukiangalia uwiano wa hapo na yeye anavyozungumza kwa Bakari Kuta, unasemaje? Pia atakuwa naye kasikia na aendeleza. Umenielewa eh? Naam. Kuna ile darasa kukwaya. Ngoja nikaende kidogo na mimi nipite. Lakini sio kuifundisha nani? Musawwara. Sijui unanielewa? Sio kuifundisha musawwara. Wallah. Na hao wanaozungumza hivyo kama wapo, mimi sijajua kama yupo mtu huyo, sijamuona, sitaki kusema dhambi. Utaki unafiki. Naam. Kama yupo basi huyo ni mtoto wa 2000 na kuendelea. Kama yupo ni mtoto wa 2000 na kuendelea. Kwa sababu dufu bado, na anaongea kwa sababu yeye amezaliwa mwaka 2000. Mwaka 2000 watoto wote mampisa vyao unavijua. Ndio, vimechangamka. Tofauti na wale watu wa nyuma wenyewe. Wallah. Kwa hiyo huyo mimi namuita Sariyu mwenye maneno mengi. Siwezi kumlaumu kwa sababu kutokana na utoto wake ni mapitio yake. Basi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Swali Online TV, bwana, leo hii tuko hapa na Mwalimu Hamza bwana Rambo. Hivi Mwalimu Hamza, kwa nini watu wanakuita Rambo? Na je, ili Rambo limekuwa kwani lina sifa gani yawe kuitwa Rambo? Maana Rambo bwana, watu wa zamani huko wameangalia movie zake. Sasa imekuwaje ukaitwa Rambo? Maana ya Rambo ni mwanajeshi ambaye asiyekubali kushindwa, haishi mpaka iishe. Hiyo miji mingine na wilaya hizo nyingine, je, wana safari kubwa kama hiyo? Wana njia kubwa kama hiyo? Hakuna. Zaidi ya nani? Musawwara madrasa. Sasa mtu kama huyu akizungumza hivyo, wakituita wakombozi wa ng'ambo, tumeweka jina hilo kwa sababu katika ng'ambo yetu tuliokuwepo sisi huku, ni kweli kisiwa hichi hakuna mtetezi zaidi ya nani? Musawwara. Unakuta pale kuna ndugu zetu hawa nani, Ghazali Magomeni pale Magomeni kuna Idhatu pale Magomeni kuna madrasa nyingi. Alafu ukija huku Manzese kuna Isla, kuna Swabirina pale kuna Shamsia zote madrasa sawa sawa bwana. Ukija kila ukanda una kiongozi wake. Sasa nilitaka kukujulisha tu kwamba kwa nini tumeitwa wakombozi wa ng'ambo. Madrasa zote za Kiwalani sawa sawa huku kwetu Ilala, nani aliyeweza kuamudu ndugu wa wakubwa zaidi ya Musawwara? Nani aliyeweza kuamudu ndugu wa wakubwa? Ili libaki kuwa swali langu, lakini pia libaki kuwa swali la mtazamaji wa Swali Online TV ambaye atupatia. Basi mimi nawajibia hapa ni Musawwara madrasa. Ukitaka kuacha kiporo, hatuachi kiporo. Kweli yaishi mpaka iishe. Ndio maana Musawwara madrasa, ndio maana wakapita wakombozi wa ng'ambo. Watu wa huku Kiwalani wakatupa jina hilo, hawa ni wakombozi wa ng'ambo, kwa maana hawa wameikomboa ng'ambo yetu. Wallah. Mwalimu Hamza, kupitia mitandao hii sawa, nimepata kuona posti ndio kuhusu jambo la Musawwara mwaka huu 2025. Ndio. Kwa maana tarehe na mwezi vimeshatangazwa tayari barabara. Sasa je, Mwalimu Hamza, ikiwa kama mtunzi wa kaswida ndani ya Musawwara madrasa, ndio chini ya vijana wako na waongoza, nilitaka kujua mimi na bwana wajue pia watu wetu ambao wanafuatilia hivi sasa, ni ujumbe gani ambao umekuja nao mahususan kabisa ndani ya wakombozi wa ng'ambo kupitia jambo lao la 2025, kwamba kaswida uliokuja nayo umelenga nini na ujumbe wako upo vipi na umeangalia nini kwa jamii kutuletea ujumbe huo? Cha kwanza kabisa nishukuru kwa swali lako zuri. Lakini nikwambie tu, mimi sinaga kuficha ficha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia al-ainu haq. Al-ainu haq. Kijicho kipo kweli. Leo hii Musawwara hii inapigwa vita.
Sababu kwa nini wanajua kupiga dufu? Watu wanaweka vibunge, sawa sawa, ili kushawishi wengine waharibu shughuli ya musawara katika Uislamu, kitu ambacho hakipo. Lakini mimi namuomba Mwenyezi Mungu awaondoshe ujahilia huu, ili awafanye wote Waislamu tuwe kitu hiki, wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tuwe katika kamba hii moja ya kutangaza la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Umenifahamu eh? Kwa hiyo sisi musawara tunawaambia wale watu watangaze, na watakapotangaza tunawaombea dua waendelee kutangaza. Anayekutakia mabaya we muombe khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunawaombea khairi. Mwenyezi Mungu awape maisha marefu sana, ili waweze kutusema vibaya na kutupinga na kututaka kutuua darasa letu. Lakini sisi kauli yetu kwamba Mwenyezi Mungu lile atakalolitaka ndilo litakalokuwepo. Na wallahi fa wallahi Mwenyezi Mungu anasema id'uni astajib lakum. Sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu khairi, na tunawaombea wazetu hao wanaotufanyia fitna hiyo khairi. Mwenyezi Mungu asiwaadhibu, sisi tumewaswamehe. Hii ni moja tu ya challenge ndogo kwa darasa kubwa kama musawara. Sisi wala haituumizi, na nataka kukuhakikishia hujawahi kuiona shughuli ya musawara. Naam. Toka zimeanza miaka yote, njoo uone shughuli ya musawara na wadogo wenzake. Mimi kundi langu la wadogo, sio mkubwa mimi. Ukubwa nakupa wao tu. Sio kabisa mimi mkubwa, wawape wengine hao wanaokuwa na wakubwa. Maana neno la mkubwa Firauni ndio alizungumza. Alisema ana rabbukumul a'la. Sawa sawa? Mimi sipo huko. Kama walikuwa wanajua hilo neno labda ni la kawaida, wasiseme, na waomba wasiseme. Kama ndugu zangu Waislamu na vijana wangu, wanafunzi wangu, wasizungumze hilo neno kwamba kujiita wao wakubwa. Mwenyezi Mungu hampendi mtu mwenye kujifaharisha. Kwa hiyo mimi nipo na wadogo wenzangu, shughuli yangu itakuwa na wadogo wenzangu. Njoo uone burudani za wadogo, na nakuhakikishia utaipata burudani kuliko ya hao wanaojiita wakubwa. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Twali Online TV, bwana, nichukue fursa hii sasa kukualika wewe na kukusii wewe pamoja na mimi mwenyewe tuje kuishuhudia hadhara hii ya musawara madrasa ambayo itafanyika ndani ya mwezi huu wa 10 siku ya tarehe 25 mwezi huu wa 10 2025. Basi ukitaka kuona nini kinaendelea, nini kitajiri katika musawara madrasa, basi jitahidi siku hii usilale nyumbani. Mimi nitakuwepo na watu wangu wa Twali Online TV watakuwepo, muungwana wake watu. Basi mimi muungwana nikiwepo, wewe mtu wangu fanya pia uwepo. Mwalimu Hamza bwana, naam, kuna ile kauli moja ambayo wengi wanaitumia kwamba ukienda kisimani jitahidi uchote maji. Mimi nimekuja kisimani, nitakuwa sijatenda haki ikiwa sijachota maji. Naam. Nina jambo moja Mwalimu Hamza ambacho litatufungia kipindi chetu kwa hivi sasa mimi na wewe. Mwalimu Hamza ni mtunzi mzuri sana wa kaswida. Mwalimu Hamza ana sauti nyingi sana za kaswida. Sasa utakuwa uchoyo wa fadhila ukininyima mimi burudani walau kwa dakika 2 tu. Yaani nataka nisikie tu ile bwana, njia yako umepita hivi, nifurahi mimi na ndugu zangu ambao watufuatilia hivi sasa. Mwalimu Hamza. Allah. Naam. Shekhe wangu, mbona umenipa jukumu zito sana? Sio zito ukiamua kulifanya, naamini unaweza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mimi siondoki mpaka nipate walau dakika 2 tu. Ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad.
Allahu akbar. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Twali Online TV, burudani hizi, radha hizi, utamu huu ni siku moja tu utapatikana ndani ya hapa Msowara, siku ya tarehe 25 mwezi huu wa 10. Mwamba fanya hima bwana, unje kusikia vitu kutoka kwa Mwalimu Hamza. Leo kwa uchache ametupa kidogo, basi jitahidi siku hiyo upate radha. Na nimesikia bwana wametangaza vita ndani ya mwaka huu, jambo lao wanakwambia wai mapema, duru la kwanza mpaka la pili Msowara anashiriki vyema. Sio kama habari zingine watu waanza duru la pili, wao wanakwambia la kwanza wataanza nalo, la pili watamaliza nalo. Yaani aishi mpaka aishe. Ndugu mtazamaji wa Twali Online TV, usiache kusubscribe channel hii na kufuatilia vyema kipindi hiki. Basi share yako muhimu, comment yako muhimu, pia like yako muhimu. Langu jina muungwana watu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.